Juma alikuwa ni mfinyanzi wa ndoto zilizovunjika. Akiwa na umri wa miaka 22, alibeba mabega yake yenye nguvu, lakini moyo wake ulikuwa mzito kwa deni na aibu ya umaskini uliokithiri. Alifanya kazi ya sulubu ya kubeba mizigo kwenye soko kuu, akitegemea tu jasho la paji la uso wake. Rafiki yake wa utotoni, Rashidi, alikuwa tofauti. Rashidi alikuwa mtanashati, mwenye maneno matamu, na hivi karibuni alianza kuishi maisha ya anasa isiyoendana na kazi yake ya awali. Ghafla, Rashidi alikuwa amevaa saa za dhahabu, akiendesha pikipiki mpya na kulipa bili za kila mtu. Juma, ndugu yangu, Rashidi alimwambia siku moja, akimkuta Juma akijaribu kuvuta gunia zito la viazi, hadi lini utaishi kama mtumwa wa jasho? Huu ni ulimwengu wa kasi, ndugu. Wakati umefika wa kupiga maisha. Juma alimwangalia kwa shauku iliyofichwa. Nipe siri yako, Rashidi. Najua si biashara ya kawaida. Rashidi alitabasamu kinyama. Ni jambo ambalo nisingemwambia mtu mwingine, lakini wewe ni damu yangu. Nilienda kwa mzee Mkali. Rashidi alimsimulia Juma hadithi nzuri kuhusu mganga mmoja anayejulikana kwa jina la mzee Mkali, aliyekuwa anaishi mbali kwenye pwani ya mashariki. Alidai kuwa mzee Mkali hakuwa kama waganga wengine, alitoa bahati ya biashara isiyohitaji sadaka au masharti mabaya. Juma, sikiliza. Huyu mzee Mkali anafanya kuzindua njia za bahati. Anakupa vitu vinavyovuta pesa kama kitambaa cha mvuto na jiwe la baraka. Hali yako itabadilika mara moja. Niwe mwaminifu kwako, ni 500 tu za ada ya utambuzi, ila ndio ufunguo wa maisha mapya. Nitalipia nusu, wewe utafidia 250. Juma alikuwa na mashaka, lakini 250 ilikuwa nafuu ukilinganisha na ndoto ya kuiondoa familia yake kwenye umasikini. Aliuza mali yake ndogo, simu yake chakavu, baisikeli yake iliyochakaa, na akakusanya pesa hizo kwa shida. Wakiwa njiani kuelekea kwa mzee Mkali, Rashidi alionekana mwenye wasiwasi na alikuwa kimya, lakini Juma alipuuza huku akisisimkwa na tumaini la kupata utajiri. Walifika kwenye nyumba ya mzee Mkali, nyumba iliyozungukwa na miti mirefu ya kivuli. Hewa ilikuwa nzito, iliyojawa na harufu ya uvumba na mimea isiyojulikana. Mzee Mkali alikuwa mzee, mwenye macho mekundu na sauti iliyokwaruza. Mzee Mkali hakumchunguza sana Juma. Alimwangalia Juma, kisha akatabasamu vibaya na kusema kwa sauti ya chini, njia za bahati hazifunguki kirahisi, kijana wangu. Ada unayo. Lakini ili iwe ya kudumu, lazima kuwe na kufungwa kwa roho na damu. Ghafla, utulivu wa Rashidi ukatoweka. Alimwangalia Juma kwa hofu na akasema, mzee, tulisema ni vitambaa tu na jiwe. Juma hafai kujua hayo. Siwezi kumsaliti. Ndipo Juma alipogundua ukweli wa kutisha. Rashidi hakuwa amepata utajiri kwa bahati ya biashara. Rashidi, kwa kweli, alikuwa ameahidi kumtoa kafara mtu mwingine kwa mzee Mkali ili utajiri wake uendelee. Njia ya mkato ya Rashidi ilikuwa udanganyifu, na sasa Juma alikuwa ndiye kafara. Mzee Mkali alicheka kikatili. Wewe, Rashidi, ulileta mbadala wako mwenyewe na mimi nimekula kiapo cha damu. Sasa kijana masikini, wewe ndiye utajiri wa Rashidi. Juma alijaribu kukimbia, lakini nguvu ya mzee Mkali ilikuwa imejificha. Alianguka chini, akiona kwa wazi uso wa Rashidi ukibadilika kutoka kwa rafiki kwenda kwa msaliti katili. Rashidi alilia, akimsihi mzee Mkali amwache, lakini mzee Mkali alimtishia kumchukua yeye na utajiri wake wote. Hata hivyo, mzee Mkali hakummaliza Juma. Badala yake, alimwekea laana ya utajiri. Haya Juma, alimwambia. Kwa kuwa umegundua siri, huwezi kufa. Nami nitakupatia utajiri unaoutaka. Lakini kila faida unayopata itakuwa ina gharama ya kiroho. Utakuwa tajiri, lakini utajiri wako wote utachukua kitu cha thamani kutoka kwa roho ya Rashidi. Mzee Mkali aliweka hirizi ya kutisha kwenye mkono wa Juma. Na Juma akawa tajiri. Pesa zilimiminika mikononi mwake haraka. Alifanikiwa katika biashara yoyote aliyoiweka mikono yake. Nyumba, magari ya kifahari, nguo za gharama, vyote vilikuwa vyake. Lakini kila alipopata pesa, Juma alimwangalia Rashidi. Kila faida ilikuwa ikimdhuru Rashidi. Aliponunua gari la kwanza, Rashidi alipoteza uwezo wa kusema vizuri. Alipojenga jumba lake la kifahari, Rashidi alipoteza uwezo wa kusikia.
Alipokuwa bilionea, Rashidi aligeuka kuwa mtu wa ajabu, asiye na furaha, akitembea kama kivuli. Juma alipata utajiri, lakini alikuwa na huzuni. Utajiri uliharibu maisha ya mtu aliyemkosea, na kila siku Juma alitembea juu ya msaliti wake. Mwishowe, Juma alielewa. Utajiri uliopatikana kwa udanganyifu na njia ya mkato haukuwa wake. Ulikuwa laana, ukimfanya mhasiriwa na mnyanyasaji kwa wakati mmoja, akiwa tajiri aliyefungwa na laana ya rafiki yake wa zamani. Je, unataka kujua hatima ya Juma na namna alivyojaribu kuondoa laana hiyo?